Sister, mandazi yako yameliwa. Unasema nini wewe? Yaani nimekusubiri wewe muda wote ninywe chai, afu unakuja hapa una mandazi afu uko peko. Sasa wewe kama umepigana wewe mandazi yako akachukua na yahitaji wewe mandazi. Sasa mimi nipigane wapi? Kwa nguvu zipi? Wakati natoka pale kununua hayo mandazi, nimekutana mzee mmoja anaitwa Mzee Kiporomondo. Sasa huyo mzee alikuwa na katoto fulani, kale katoto nishakaambia toka awali. Kile ukiniona nikukute kwenye uniform toka shule. Sasa walikuwepo wanazagaa tu. Mimi nikamwambia wewe mzee, kwa nini unataka kumpeleka huyo mtoto shule? Huyo mtoto bado mdogo, unamzungusha asubuhi. Mimi naitwa Mzee Kiporomondo. Akanitishia hapa nikastukia mandazi mkononi. Akayala. Sasa alivyo ajabu alikuwa anatafuna hivi. Alikuwa na kale katoto na kenyewe muda huo kameshachukua mandazi kanitafunia hapa. Sasa mimi nikastuka, mtafuno gani huu? Mimi mbele. Sister, hata kama ungekuwa wewe lazima ungechora tu. Kwa mtafuno huu afu wewe kae tu unasubiria mandazi kweli tumeagizwa. Wewe. Yaani wewe naona unaleta masiara kwenye era yangu, si ndio? Yaani Mzee Kiporomondo na mandazi yangu vinahusiana nini? Aya, huo ulikuwa uchawi au ulikuwa mazingaombwe? Mchawi gani akala mandazi? Na huyo Mzee Kiporomondo ndo nani? Era yangu haiendi hivi. Sasa basi nipeleke huyo Mzee Kiporomondo huyo. Wewe nenda mwenyewe. Unasemaje? Nipeleke hadi kwa huyo mzee. Nenda mwenyewe. Subiri, mbona unaenda na mimi sasa ili weje? Wewe. Twende kwa huyo mzee. Huyo mzee una mudu. Twende na huyo mzee una mudu. Nimekwambia na mudu, naomba twende. Utapigana wewe. Twende wewe. Twende nipeleke kwa huyo mzee. Naona nijui vizuri. Haina shida, wewe twende, si una nguvu. Twende ukampige. Twende, mandazi yangu yali hivi. Anajua nimepata kwa jasho gani. Sawa, haina shida. Mimi nishakuelewa kwamba twende. Tembea, yani hapo naona nichelewesha. Tembea haraka. Wewe si una nguvu, twende ukampige. Twende, yani ndio mzee huyo. Tumefika. Ndo hapa. Gonga hilo geti. Wadogo, toka ndani. Gonga tena. Yaani we toka ndani au mpaka niongee lugha za kigeni? Mutushwa mongoshwa mukusamira. Toka huko bwana. Ala, nimekuja na mbabe wako leo. Gonga tena, hajasikia. Nini sasa? Wewe nilikuahidi kwamba nitakuletea mbabe wako. Unaona huyu sister huyu? Ndo alikuwa anawapikia uji wale wanajeshi ambao walikuwa wanapigana vita ya Majimaji. Kwa hiyo sasa basi leo amekuja kukusambaratisha. Sister, huyu hapa huyu ndo kara mandazi yako muda huo. Huyu ndo Mzee Kiporomondo? Wewe mzee wewe. Hii sura yangu labda ulishawahi kuiona sehemu yoyote ile? Na mtuma mdogo wangu mandazi unafika unamnyang'anya. Wewe ujana wako ni wapi kutafuta pesa? Unazeeka ndo unatumia sijui ndo mazingaombwe, sijui ndo uchawi huo. Yaani hadi nashindwa kukuelewa. Mbaba mzima unakulaje mandazi? Leo kazi anayo mazingaombwe ya njaa. Yaani mazingaombwe ya kuchukua mandazi. Kazi leo ipo leo. Sasa basi nisikilize vizuri. Mimi vitu vyangu haviliwi bure. Hayo mandazi utarudisha au hiyo pesa utatoa? Sister, hatuna muda wa kupoteza. Piga huyu mtu tuondoke. Unaongea tena wakati tupo na muarifu hapo. Yaani wewe mzee, mimi naongea umekaa kimya tu. Sister, unachelewesha muda. Yaani huyu mtu anatuona kama mandazi tu. Sister, mpige tuondoke. Subiri kwanza. Yaani huyu nadhani kampiga tu kapata kesi bure. Sasa basi, huyu mzee huyu kama kesi ndio umeianzisha. Twende mdogo wangu, tutakutana naye tu huyu mzee. Yaani wewe, tuondoke mdogo wangu. Yaani unaweza nikampiga huyu nikapata kesi ngumu. Mtu mwenyewe maskini. Twende. Sasa sister, unaendaje? Mpige huyu mtu amekula haki yako, ameshatuvamia kwenye kesi ya kiuchumi. Unaona? Anakula chakula huyu. Alafu alikuwa anakula hivi. Yaani mimi nikikumbuka tu ule mtafuno wake na kale kadogo. Alafu nataka kumsamehe huyu mtu. Tumpige tuondoke. Twende tu tutarudi siku nyingine. Sasa tunaondoka vipi? Tunaondoka sawa.
ila mimi nilikuwa nimeandaa mpango wangu kabambe na vijana tuje tukuvamie. Nishaga hili. Kwa sababu nimeona we mwenyewe ni mbichi tu, hauna kinga, nitakuja kukuvamia mwenyewe. Kwa hiyo nataka nikija nikupige hii moja inaitwa kuruchumira kadodi. Kuruchumira kadodi. Kadodi. Wachina wanasema hano yanereye ho yakameywe. Sister, nimekukubali. Umemtisha yule mzee. Kwa hiyo kuanzia leo nakupa cheo na heshima na kubatiza jina moja linaitwa Mtatiro Kimoteo. Hilo ni jina la Kifaransa. Kwa hiyo kwa Kiswahili ni kwamba mkuu wa majeshi. Kwa hiyo kuanzia leo wewe ni mkuu wa majeshi. Kwamba naitwa mkuu wa majeshi. Yaani wewe ndo mkuu wa majeshi. Yaani hivyo ndo vitu vyangu. Na hapa bado haijaisha mpaka iishe. Yaani wakikusumbua tu nipigie simu. Umetisha sana, umenifurahisha. Kesho saa 4 na mpango wa kwenda kumvamia mzee Kiporomondo. Kwa sababu nitaenda mwenyewe, naenda kumuimbia kawimbo fulani kanaimba kwamba vidole vya mikono yangu jumla yake 10, huku 5 na huku 5 jumla yake ni 10. Umenifurahisha sana, acha mimi niwahi. Mzee akinisumbua tu mimi nitakupigia simu sister. Kimoteo Mtatiro. Kesho sister. Sister vipi? Safi. Boda hapa tuondoke. Kaka, mbona kama una abiria hapo nyuma? Alafu hatuwezi kukaa, yule amekaa vibaya. Mimi au? Abiria yuko wapi? Mbona hamna abiria dada? Kaka, mimi naona abiria hapo, umempakia. Au haumuoni? Yaani mimi nakuja kistaarabu na kusalimia kistaarabu nikajua nimepata abiria, maana hesabu zangu ziende vizuri. Yaani wadada wengine wafupi bwana, dada mfupi na akili zako zishakuwa fupi tayari. Huyo abiria unasema wewe yuko wapi hapa? Mimi nisingemuona. Kaka, mimi sijachanganyikiwa. Abiria huyo hapo amekaa vibaya, mimi siwezi kupanda pikipiki yako. Ngoja nikachukue pikipiki nyingine. Wewe tembea bwana, kwani abiria utakuwa wewe? Nilikuona tangu mwanzo unanibania bania visauti, unanichekea chekeli mradi upande pikipiki bure. Hizo si hatuna pigo hizo. 4532 Sikombiso atuchekeshi. Macho.
Inaonekana imezima na hatujafika. Sijaridhika kabisa. Inakuwaje mzee, umefikaje hapa? Kumbe muda mrefu kila abiria anataka kupanda kwenye pikipiki yangu anasema kuna mtu huko nyuma. Kumbe ndio wewe uko hapa. Oya mzee, unaniletea ushirikina kwenye kazi zangu. Oya mzee, mimi na wazee wangu wapo tena kutoka Sumbawanga wana michezo kama hiyo kuliko hata wewe, yani wewe mwanafunzi kabisa yani. Ngoja nifikishe taarifa zako kwao sasa, afu uone kitu watachokufanya wewe. Maji utaita mma. Unanichukulia poa, kwanza muda mrefu unanifuatia kwenye kazi zangu. Kunipeleka kwa bosi kuchukua pikipiki isiwe ndio sababu ya wewe kunifuatilia mimi kila sehemu ninapofika. Nilikwambia nikupe hela nikulipe kama ndio hela yako kunipeleka kule kwa bosi, lakini ulikataa. Kwa hiyo kuna kitu kingine unakitafuta eh? Sasa ngoja na mimi nikuonyeshe kwamba nina watu kuliko wewe unavyofikiria. Kijana, naona upo. Na hapo ulipo ndipo na mimi nipo. Kwa sababu sisi ni pipo. Nitakufuata asubuhi, mchana mpaka butiko. Nilichokifanya hapa si kama ni makosa, kwa sababu kwa Kiswahili inaitwa unachokitafuta ndo unachokipata. Lakini pia Wachina hupenda kusema ganugalimu ng'oko ngogalimu mbata. Kwa hiyo lazima utakipata. Fafyula fufwalala. Tutakutana patikula. Asante kwa chakula. Lakini pia wasigola bilwa kufara ikabutura. Na una bahati sana mzee, umenijia kwa njia za kishirikina. Ungenijia kwa njia za binadamu wa kawaida ningekushughulikia mimi mwenyewe kwa mkono wangu huu. Yaani maji ungetamma leo. Yaani umenijia kwa njia za kishirikina, sasa ngoja nikupeleke kwa wazee wangu. Yaani wewe mwanafunzi kabisa kama tena darasa la awali. Wenze, umefuata nini chumbani kwangu? Afu umejuaje hapa ndo naishi? Binti, ulifanya kosa kubwa sana kuja kunitusi nyumbani kwangu. Haukujua kabisa kwamba unacheza na simba mwenye njaa kali sana. Anyway, unaonekana ni mgeni kabisa kwangu. Hivyo basi ngoja nijitambulishe. Wananiita Mzee Kiporomondo, mzee wa Misondo, aka Nyamuleli. Lakini kule India sasa, tofauti na China, wananiita Ngonera. Mlijiona wajanja sana. Na tena ndugu yako akanipiga ile kuruchumila kadodi. Kadodi. Sasa basi, na mimi kama Nyamukomogi nimekuja kucheza na hilo bodi. Bila kupoteza muda, njoo tulale. Mtaani kumecha, jua linawaka. Kuna mzee mmoja tabia zimechoka. Jina lake Kiporo, anajulikana kwa mabaya. Watoto wanawapotosha, anawafunza mambo ya ajabu. Hey, heshima imepotea, maadili yanayavunja. Anawatia ujinga, akili anazichanganya. Kiporomondo, mzee hatari. Anaharibu jamii. Watoto wanapotea. Tabia zake ni laana. Acha mambo yako, rudi kwenye mstari. Maadili bora. Oya, sisi sio milima, sisi ni people, tutakutana na leo tumekutana. Ubaya ubwela nataka hela yangu. Siku ile si ulikimbia? Bado unanikumbuka tu mzee wangu. Nikusahau nani?
Sisi bodaboda ujue tunaangalia mara moja tu, macho. Nikusahau wewe afu umekimbia na hela yangu. Njia ya kufanya ili usinikumbuke kwa haraka. Hii hapa. Bado unanikumbuka mzee wangu? Oya mjomba, sija kusahau hata chembe. Sasa ngoja nikuonyeshe kama mimi ni nani leo. Hela yangu leo natoa leo. Ubaya ubwela. Tulia kwanza mzee wangu. Kuna njia moja tu hiyo ambayo nitaitumia ili usinikumbuke kwa haraka. Hapa!